Bwana, mambo vipi mtazamaji wa Njokilino TV? Ni tarehe ya pili ya mwezi wa sita, siku ya Jumatatu. Karibu tena katika kipindi chako cha Sport Hub. Kipindi cha Sport Hub ni kipindi ambacho kinakuletea taarifa zote za sport za nje na za ndani ya nchi hii ya Tanzania. Tutakuwa na mada kadhaa au nitakuwa na taarifa kadha wa kadha. Taarifa ya kwanza ni nusu finali ya kombe la CRDB Bank, na taarifa ya pili ni kocha wa timu ya taifa Hemed Morocco kutangaza kikosi, na tukielekea Afrika ni finali ya pili ya ligi ya mabingwa barani Afrika, na tukipanda ndege tukielekea barani Ulaya ni usiku wa mabingwa au ligi ya mabingwa Ulaya. Mtazamaji wangu, nataka tuanze na story ya kwanza au habari ya kwanza ambayo ni mchezo wa Simba Sports Club dhidi ya Singida Black Stars. Mchezo huo ambao ulichezwa siku ya Jumamosi weekend iliyopita, na mtazamaji wangu niko taarifu kwamba Jumamosi weekend hii ilikuwa ni weekend fulani hivi ya kimichezo, ni weekend fulani ambayo ilikuwa ya moto sana. Kuna habari nyingi sana za kimichezo na michezo mingi mikubwa ilichezwa. Ikiwa miongoni mwa michezo hiyo iliyochezwa pia ni mchezo huu wa Simba Sports Club dhidi ya Singida Black Stars, na Simba aliweza kupoteza mchezo huu kwa magoli 3-1. Goli la Simba likifungwa na Jean Charles Ahoua na magoli ya Singida Black Stars yakifungwa na Jonathan Soa pamoja na Emmanuel Yekeyeke, ambaye Emmanuel Yekeyeke yeye alitupia magoli mawili kambani. Na tukikumbuke kwamba Simba Sports Club ameshiriki michuano hii mara 3 mfululizo, huku ikiwa Singida Black Stars hajatoa ubingwa kabisa, na ikiwemo akifanikiwa kushinda finali hii atakuwa ameweza kupata ushindi wake wa kwanza. Pia mkononi kwangu na taarifa ya kocha wa timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars Hemed Morocco ametangaza majina ya wachezaji 28 ambao wataunda kikosi cha Taifa Stars ambacho kitaenda kucheza dhidi ya Afrika Kusini Juni 6, 2025. Mtazamaji wangu, naomba nikusomee majina ya wachezaji hao ambao wameitwa katika kikosi hicho. Golini atakuwa Ayub Suleiman JKT Tanzania, atakuwa Ali Salim Simba Sports Club, Hussein Masangara Singida Black Stars, Anthony Remy Azam FC Under 20, Miraji Abdalla Coastal Union, Shomari Kapombe Simba Sports Club, Lusajo Moikenda Azam FC, Vedastus Masinde TMA Stars FC, Wilson Nangu JKT Tanzania, Ibrahim Ame Mashujaa FC, Mohamed Hussein Simba Sports Club, Pascal Msindo Azam FC, Alphonse Mabula, Ibrahim Abdullah Young Africans, Dickson Job Young Africans, Abrahim Baus JKT Tanzania, Idris Istanbuli Mashujaa FC, Abdrazak Hamza Simba Sports Club, Ahmed Pimpeon KMC FC, Yusuf Kagoma Simba Sports Club, Sheikh Hassan Young Africans, Faisal Salim Azam FC, Valentino Mashaka Simba Sports Club, Kip Dennis Simba Sports Club, Simon Msuva Al-Talabak FC Iraq, Eid Seleman Azam FC, Mishono Daud Ken Gold FC, Sulemani Mwalimu Wydad Casablanca. Hadhi ya majina ya wachezaji hao ambao wameitwa katika kikosi. Nataka wewe uniambie kupitia comment section, ni kupitia kikosi hicho ulichokiona unaona kwamba Tanzania inaenda kufuzu mchezo huo dhidi ya Afrika Kusini. Nikikutoa katika taarifa hiyo, pia tuelekee barani Afrika ambako barani Afrika ilichezwa finali ya ligi ya mabingwa barani Afrika, mchezo wa Pyramid FC dhidi ya Wydad Casablanca, ambao mchezo huo ulichezwa Juni 30 Egypt Misri. Pia mchezo huo ulikamilika kwa goli 2-1, aggregate ikiwa ni aggregate ya 3-2, ambao tukikumbuka kwamba kule South Africa mchezo ulikamilika kwa timu zote mbili kufungana goli 1-1, na walipofika kule Misri mchezo ulikamilika kwa 2-1, ambao jumla ikawa ni aggregate ya 3-2, na kusababisha kwamba Pyramids aweze kuwa ndo mshindi, aweze kuwa ndo bingwa wa mashindano yao ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Na pia Pyramids ametoa ubingwa huo kwa mara ya kwanza barani Afrika, na endapo Mamelodi angefanikiwa kutoa ubingwa huo ingekuwa na yeye angetoa ubingwa wa pili barani Afrika, japokuwa ameshiriki mara kadha wa kadha katika kombe hilo. Pia nyota wa timu hiyo Fiston Kalala Mayele, ambaye wa Tanzania wengi wataweza kumkumbuka, alikuwa ni mchezaji wa Young Africans na sasa hivi ni mchezaji wa Pyramids FC ya Misri, amefanikiwa kuwa mfungaji bora wa mashindano hayo na amechukua tuzo ya mshindaji bora, amechukua tuzo ya mfungaji bora wa mashindano hayo ya klabu za mabingwa barani Afrika. Nikikutoa katika taarifa hiyo, tuelekee barani Ulaya ambako hapa tutapanda ndege tunaelekea barani Ulaya. Na barani Ulaya bwana, leo tunakumbuka kwamba
Jumamosi pia ulichezwa mchezo mmoja mkali sana. Ulikuwa ni mchezo mmoja mzuri sana mtazamaji wangu, ambao ulikuwa ni mchezo kati ya PSG dhidi ya Inter Milan, ambao ulikuwa ni ligi ya mabingwa barani Ulaya, na mechi hiyo ilikamilika kwa timu ya PSG kuwa mshindi kwa magoli 5-0, ambao PSG alifanikiwa kumfunga Inter Milan magoli 5-0. Na kwa kupoteza kwa idadi hiyo kubwa ya magoli, Inter Milan imempelekea kukosa kuchukua kombe hilo la washindi wa barani Ulaya, na kombe hilo likaenda kwa PSG, na PSG na yeye pia ametoa ubingwa wake kwa mara ya kwanza. Hakuwa na kombe lolote la ligi ya mabingwa, na limekuwa ni kombe lake la kwanza. Endapo Inter Milan angechukua, ingekuwa ni na yeye hangechukua kwa mara ya 4 kombe hilo. Naomba nikusomee au nikutajie baadhi ya timu ambazo zimechukua mara nyingi ubingwa huo barani Afrika. Zimechukua ubingwa huo mara nyingi barani Ulaya. Nikianza na namba 5. Namba 5 yupo Barcelona ambaye amechukua mara 5 kikombe hicho. Namba 4 ni Liverpool ambaye amechukua mara 6 kikombe hicho. Namba 3 ni Bayern Munich ambaye amechukua mara 6 kikombe hicho. Namba 2 ni Inter Milan ambaye amechukua mara 7 kikombe hicho. Na wa kwanza ni Real Madrid ambaye mwamba huyu amefanikiwa kuchukua kikombe hicho mara 15 mfululizo pasipo mtu yote kumkuta. Kwa hiyo mtazamaji wangu, unaona kwamba baada ya PSG kuweza kufanikiwa kumfunga Inter Milan magoli hayo, na yeye amefanikiwa angalau kupata kikombe chake cha kwanza tangu kuanzishwa kwa timu hiyo. Ni hayo tu kwa leo mtazamaji wangu. Asante kwa kunisikiliza. Ulikopo nami Sport Lady wako Jessica Mushi. Ukipenda unaweza kuniita kiungo mchezaji jezi namba 9 mgongoni. Kwa heri kwa sasa.